Sasa tuangalie nia. Kama unaandika, andika nia ya majaribu ambayo Mungu anayaruhusu kuja kwenye maisha yako. Kusudi la majaribu ambayo Mungu anaruhusu. Kusudi la majaribu ambayo Mungu anayaruhusu kuja kwenye maisha yako. Kwa nini Mungu anaruhusu majaribu yaje kwako? Kuna majaribu mbalimbali. Kuna mengine shetani anayaruhusu, anakuletea. Kuna mengine unajiletea mwenyewe. Sizungumzii hayo, nazungumzia majaribu ambayo Mungu anayaruhusu yaje kwako. Kwa sababu kuna mengine utajipeleka mwenyewe. Kuna mengine ni wewe mwenyewe umetengeneza mazingira na akakuletea shida. Lakini kuna jaribu Mungu anaruhusu kuja kwako kwa lengo. There is a purpose kwa nini Mungu anaruhusu hilo jaribu. Kwa nisikilize kwa makini, ukielewa hii kitu itakusaidia sana. Nia ya Mungu kukujaribu ni nini? Kusudi la Mungu kuruhusu jaribu kwako ni kitu gani? Ya kwanza, nia ya kwanza ya Mungu kuruhusu jaribu kwenye maisha ya mwanadamu ni kuua. Andika, kuua tabia ya asili. Nia ya Mungu kuruhusu jaribu kwenye maisha ya mwanadamu ni kuua tabia ya asili. Ni kuua tabia ya asili ambayo ni kikwazo cha kumzuia Mungu kujifunua kwenye maisha yako. Nia ya Mungu kuruhusu jaribu kuja kwenye maisha ya mwanadamu ni kuua tabia ya asili ambayo ni kikwazo cha kumzuia Mungu asijifunue kwako, au kumzuia Mungu asikutumie vile anavyotaka. Kwa hiyo nia ya kwanza ya kusudi ambalo Mungu ya jaribu ambalo Mungu anaruhusu kuja kwako ni kuua tabia ya asili. Hebu sema tabia ya asili. Hebu sema tabia ya asili. Kila mtu ana tabia ya asili ambayo inamsumbua, na Mungu anataka ife hiyo tabia, kwa sababu hawezi kukutumia kwenye mapenzi yake ukiwa na tabia hiyo ya kwenu, ukiwa na tabia hiyo mbaya ulionayo. Ni ngumu. Ili iwe hiyo kiburi ulionayo, ili iwe hiyo hali ya kujisikia ulionayo, hiyo hali ya kuwadharau wengine ulionayo, lazima akupitishe kwenye moto, akuchonge, akuondolee hiyo shida ulionayo ambayo imesimama kama kikwazo cha kumzuia Mungu. Kiburi ulionayo, Mungu hawezi kukutumia ukiwa na hiyo kiburi chako, ataiua kwa njia ya majaribu. Kwa nini? Kwa sababu hata ukisemeshwa na mtu kuhusu kuacha hiyo tabia, huwezi kumwelewa. Lakini Mungu atakachokifanya, atakupitisha kwenye moto, atakupitisha kwenye jaribu. Kazi ya hilo jaribu ni kuhakikisha inakuponda, inaponda hiyo kiburi, inavunja hiyo kiburi, inaua hiyo kiburi ya asili inayokusumbua, hiyo kiburi cha uzima ambayo inakusumbua, hiyo hali yoyote ambayo unajisikia, hiyo tabia mbaya ulionayo, lazima ipitishwe kwenye moto, unyooshwe. Baada ya hapo anatoka mtu mwingine ambaye Mungu anaweza akamtumia. Hiyo ndio nia ya jaribu. Linakuja hilo jaribu. Ndio maana sio kwamba Mungu anakujaribu, sio kwamba Mungu anaruhusu jaribu kwa sababu anakuchukia. Lakini anataka kukutumia sawa, anataka kukupeleka viwango fulani sawa, anataka kukupeleka huko unakotaka, anataka kujibu hayo maombi yako. Lakini akikucheki kwenye darubini yake, hakuoni kama unaendana na hicho kiwango, hakuoni kama unafaa kutumika katika hizo standard ambazo yeye anataka. Anachokifanya, anahakikisha huyu mpitishe darasani, mpitishe kwenye jaribu, umchonge, umnyenyekeshe, umuondolee hiyo mambo ya kwao yanayomsumbua, hiyo kiburi ing'oke ndani yake. Baada ya hapo atakuwa tayari kutumika kwenye ufalme wangu. Kwa hiyo ndio maana Mungu anaruhusu jaribu. Kwa anaruhusu jaribu ili kuua tabia. Hebu sema tabia. Hebu sema tabia. Tabia. Jana nilikuwa nazungumza nikakwambia kwamba tabia ni kitendea kazi kwenye ufalme wa Mungu. Mungu anavyotaka kukutumia anahitaji tabia. Anahitaji kitu gani? Anahitaji tabia. Na kwa sababu anahitaji tabia, kama haoni hiyo tabia ndani yako, atakupitisha kwenye moto. Atakupitisha kwenye moto mpaka utakapochongeka, utakapokaa sawasawa, ndipo atakapokuwa tayari sasa kukutumia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiyo ndio kazi ya kwanza, au ndio shabaha ya kwanza ya jaribu. Kwa ukiona Mungu ameruhusu jaribu kuja kwenye maisha yako, ni muhimu zaidi kupeleleza ni nini Mungu anataka nijifunze, kuliko kubishana nayo, kwa sababu kibishana nayo ni kwa hasara yako, kwa sababu utachelewa sana kuvuka hapo.
Lakini ukifungua masikio yako ya ndani kwamba Mungu nifundishe, Mungu nisaidie nielewe, unakusudia nini kwangu, ni nini unataka nijifunze, nisaidie. Maana the more unavyokuwa haraka kuelewa kile ambacho amekukusudia, ndivyo ambavyo una shorten, unapunguza ule muda wa kukaa kwenye jaribu. Lakini kama masikio ya ndani yakiziba, maana yake utachukua muda mrefu sana kukaa kwenye jaribu. Sio kwa sababu Mungu hayupo, lakini kwa sababu haujawa makini. Masikio yako ya ndani yameziba, na Mungu anataka masikio yako ya ndani yawe sharp kuelewa kile kitu ambacho Mungu anataka ukielewe, ili kusudi uweze kuvuka haraka. Kwa hiyo kuvuka kwako haraka inategemea ni kwa kiasi gani unakuwa mwepesi kusikiliza sauti ya Mungu, kuelewa kile yeye anataka ukielewe.